inakuwa kero kubwa kurithi kiti ambacho hata hautambui kilikuwa na maana gani kwa taifa, huku taifa likikumbuka mambo yaliyotokea mwaka 1990 kuhusiana na Sabasaba. Inakera kuona baadhi ya wanasiasa kama vile Oburu Oginga wakikosa hekima ya kuzungumza masuala ya haki katika taifa hili la Kenya. Na katika makala ya kila wiki ya shoka la KTN, leo hii mwanahabari wetu Haman Kamariki anamwandikia barua Oburu Oginga, barua yenye upole lakini pia ya ukumbusho tu. Karibu katika shoka la KTN. Unajua nini? Nilikozaliwa tamaduni zetu haziruhusu kijana mwenye umri kama wangu kuwaongelesha au hata kuwapa nasaha wazee waliomzidi umri. Mila zetu zinabaini kwamba wazee huwa na hekima, na isitoshe palipo wazee tunajua kwamba hapaharibiki neno. Lakini kiongozi wa chama cha ODM, au wacha hadhi yake isalie juu, kitengo anachosimamia cha ODM kilichosalimu amri ya daima kwamba sisi tumeamua tutamuunga mkono Rais William Ruto, yani Linda Ground, na mzungumzia Oburu Odinga. Bila kubahatisha, Oburu Odinga ana historia iliyo na ushawishi siasani, sikatai, lakini matamshi yake ya hivi karibuni yanaibua kauli tofauti. Katika mkutano wa Ikulu Jumatano, Oburu alisimama kidete tena mbele ya Wakenya. Kilichofuata ni nyimbo za sifa kwake Rais William Ruto. You have laid a foundation. Nyimbo anazokusudia zitazidi kumzalishia matunda ya kuvuna minofu katika meza hiyo ya uongozi. Matunda haya hayafaidi mwananchi. Matamshi yake aliyaona ya mzaha kidogo, lakini kwa Wakenya ashakumsi matusi walitupiwa tope usoni. Ni hekima imekosekana kwa wazee wa siku hizi, au wazee wa jadi hawapo tena? Hebu msikize jinsi alivyoongea Oburu. We try to move, but private interests around who want to benefit from small infrastructure which does not move the country anywhere, always come in to put pressure on government not to move. And sometimes then there is too much democracy. There should be some little benevolent dictatorship so that some things can move. You are, Mr. President, I don't want to say that you should be a dictator. I'm not saying that. But some of these things, like the social health fund, the SHA, I think people who are criticizing it don't know what, they don't go into details of what is happening. I was surprised and shocked that our brother Oburu, who comes from a family, a political family, which has fought for democracy and is in a party whose name bears the word democracy, would invite Ruto to be a benevolent dictator. You have heard about extrajudicial killing, abductions. Indeed, democracy is an incredible thing. Kwa matamshi haya, niseme Oburu Odinga ameonekana kuwa aibu ya taifa, na hasa kejeli kubwa kwa chama anachoongoza, chama ambacho kilijulikana kwa kutetea maslahi ya taifa. Nimkumbushe Oburu kuwa ODM chini ya marehemu baba Raila Amolo Odinga kilikuwa chama kilichotetea maslahi ya Wakenya na haki zao kwa udi na uvumba. Hata wakati ambapo Raila Odinga alipoingia katika kushirikiana na serikali au viongozi waliokuwa serikali au mamlakani, kwa mfano alipojiunga na Uhuru Kenyatta na baadaye kushirikiana na Rais William Samoei Ruto, bado alisimamia msimamo wa kutetea demokrasia na wala sio kuinajisi. Matamshi ya Oburu Odinga hivi karibuni yanamkera Mkenya wa kawaida, yanamkera yeyote yule ambaye ana hamu ya kuona Kenya ikisonga mbele. Kila Mkenya mwenye ana akili hatafurahia matamshi haya. Oburu hajakuwa tu kejeli kwa katiba, bali pia amedhalilisha chama ambacho kimekuwa na heshima si tu hapa nchini bali dunia nzima. Viatu wanavyovaa Oburu Odinga ni vikubwa ajabu. Yaani uchukue viatu vya baba yako ambaye udhabiti wake wa demokrasia ulikuwa ngao yake,
kisha ugeuke kuwa mwanakwaya maalum wa ubakaji wa demokrasia. Democracy is on trial. Democracy on trial in Kenya. Baba kipenzi cha wengi. Raila Amolo Odinga angeamka leo kutoka kaburini na ashuhudie yale ambayo ndugu yake anazungumza, najua machozi angemtoka. And there is no other move which is nearer to the universal health care in this country than the SHA. We have covered now more than 30 million Kenyans. The health cover that teachers were given by the employer is not working for the teachers. Oburu, ulipofahamu hili, kuna watu walimwaga damu kutafuta uhuru wa demokrasia tunayoisherehekea leo. Matamshi yako yanachoma na kuzidisha uchungu wa Wakenya, hasa Wakenya wanapoadhimisha siku ya Sabasaba. Yaani mzee huyu wetu haoni lolote lilofanyika, hadi anafanya mzaha na haki za Wakenya kwa kumtaka Rais Ruto kutumia mbinu za udikteta kuongoza taifa hili. Bora tu Oburu Odinga ametosheka. Hawezi kuwa bila power. Ni lazima tupate power. Oburu na kundi lake wamebaki kama kwaya ya ikulu na serikalini. Tuseme hivi, kama mnataka nyimbo za kuimbia serikali, tengenezeni nyimbo na muimbe, wala msiguse demokrasia. Unajua hili ni jambo ambalo ni kinyume kabisa na jinsi baba Raila Odinga alivyokuwa na ODM ya zamani. Walitaka nchi iwe ya demokrasia. Vijana wa nchi hii bila shaka wanaona mambo yanayohuzunisha sasa. Ebu nimkumbushe Oburu Odinga kuwa demokrasia ya Kenya haikujengwa kwa siku moja. Wajukuu wako Oburu na hata wanafamilia wako ambao wana miaka mingi au michache kukuliko zaidi na wana miaka mingi ya kuishi hapa mbele wanahitaji demokrasia ili kusonga mbele. Wewe Oburu, kama ni njaa au hela zilizokupeleka kwa rais, kula, shiba, chukua hela, nyamaza. Wacha kupaka tope demokrasia ya nchi hii. Acha kupaka taifa zima tope ili uendelee kujaza tumbo lako. Na kumalizia, tazama jinsi Rais William Ruto na waziri wake wa fedha walivyomtazama Oburu alipokuwa akizungumza. Bila shaka kwa sura hizi na jinsi walivyofanya, sihitaji kusema mengi. Hilo ndio shoka la KTN. Salamu ziwafikie wakazi wa kijiji cha Opoda Farm kule eneo bunge la Bondo, kaunti ya Siaya. Nikiaga kwa msemo, akaaye meza moja na wanaomlisha hupoteza fahamu ya kufikiri. Jina langu ni Haman Kamariki.